Hanifa. Hanifa. Karibu. Asante sana shemeji. Sijui Hanifa nimemkuta. Shemeji yako nani? Au kwa yupi? Shemeji yangu kwa Hanifa, mwanamke ambaye nimpenda sana. Hanifa gani? Labda kuna Hanifa wangapi hapa? Mnamjua Hanifa huyu? Mmoja. Na huyu Hanifa alishaniambia sio ana mwanaume sio anaitwa Daddy, sio Big, sio nani? Ndugu wangu ashakwambia hakutaki. Nisikilize, hakutaki. Labda nikueleweshe, huenda kuna kitu labda hujajua. Kiukweli mimi nampenda sana Hanifa. Na naamini kama ningepata wasaa hata kukutana na wazee wake, basi ningeweza hata kutoa posa. Si mbaya. Uzuri nimekutana na wewe shemeji. Kwa tunaweza tukajenga ili niweze kufika hata nyumbani kwa wazee. Hao wazee unaongelea wewe ni wazee wa kwetu sisi au wazee wa kwako wewe? Sijaelewa vizuri. Nilikuwa nazungumzia wazee wake, yani wakwe zangu katika upande wenu. Wewe hujui kukataliwa? Hivi hujui kukataliwa? Mdogo wangu kashakwambia hakutaki. Nakupenda kikaa hizi. Hizi ngapi kaka? Sitaki kukuona katika uwanja wetu. Potea kabla sijakutia mwizi. Na wewe. Unajua shemeji. Kaka potea. Potea. Moja. Haina noma shemeji. Shins. Wangu huyo. Baba. Chelsea Media mimi lazima ninenepe mwaka wataongea sana wenye maneno yao. Yaani navyokuambia tunawabaluza tu. Nishazoea ni bana baby. Sasa hizi. Salama, karibuni. Asante, nimefuata hela yangu dada. Hela gani bibi? Kipi ambacho ukumbuki? Kwani unaongelea hela gani mke wangu? Mbona sielewi? Sijui mwenyewe, wote tulikuwa ndani ndio tuwaulize vizuri. Dada hela gani? Mke wako amekuja kwangu amekopa shuka. F30 namdai. Ana miezi mitatu sasa hela yangu sijaipata mpaka leo. Na kila nikija simkuti. Leo ndo nimemkuta na nimefuata pesa yangu. Yaani kivipi? Mke wangu kivipi? Kama lile deni, Smith nikupa F30 ukaenda kulipa au deni gani unaliongelea? Deni gani? Mimi mjini nimekuja kutafuta hela, sikuja kutafutana na watu. Mnaelewa? Naomba niingie ndani nifuate kitu chenye thamani ya pesa yangu. Ngoja kwanza katika kufuata kitu chenye thamani ya pesa yako. Sasa sikiliza nikwambie kitu. Sawa, huku ndani hakuna kitu chochote kile thamani ya pesa yenu. Hapa hili ni kasi ya bwana Chelsea. Na pesa ameshapewa. Taarifa sinayo. Sishogea nao. Tumewapa hapa. Tena kuna shughuli ya mama nani ujue? Mama Joani. Huyo Wara. Nilikopa udungu, nilikopa unidai. Hebu acheni masiala. Mama jishikilie. Hili ni kasri fulani ambayo hawezi kuingia. Umeelewa? Na wewe pia hauwezi kuingia. Naomba ondoka na uwanja wangu siko kwa mshatibuli mpaka majirani wakanisikia mimi ninavyoongea. Sawa? Shoga yangu. Mbona kama hakujui unakuchezea shoga yangu hakujui vizuri nini? Bosi hapa njoo. Bosi hapa. Toka. Hivi piga. Nachukuliaje kafarawa? Wewe nimetoka kwa mimi nimeaga. Tabora wenyewe ananifahamu vizuri. Mama anaitwa nani? Yaani hapa mtu na mke wako msichana wote mandonga. Allah. Haya, wewe na wewe vipi baby? Sasa yangu ilikuwa kumbe hata hujatoa kule rafiki yangu ukanitapeli. Mume wangu kweli mwizio. Ile leo nipe ngine ngani wa kijola. Ingine je mume wangu nilipe gapi? Kausha. Si ulikuwa unajua tena. Basi acha na safari yangu sije kalipeka kausha damu. Kawe baba, kwa ndio umenichukulia mimi na nilia sana. Jamani mume wangu, kwa hiyo ndio umeshakuja kutugombea. Habari zenu? Kaka. Mambo. Safi. Kia Mungu. Sikia dadi. Si umeelewa? Mimi katika pita zangu nikapita sehemu mwanangu sikakutana na mtoto wa mima, nikakutana na shemeji la dunia, mtoto kanyoka umbo namba 8. Akaniambia je, bwana ndio nipeleke kwa dadi. Nikasema haiwezekani. Nikasema kwani unakula kitu gani? Akaniambia bwana mimi dadi nataka nipeleke mizawadi. Si mimi nini? Nikamwambia mizawadi gani?
Yaani dadi huwezi kuamini, mtoto ana tambo linaitwa iPhone 12 si 18. Wewe dadi, hebu angalia mali. Mtoto kama kukununulia, kakuletea baba. Mimi sihitaji. Alafu mimi sijazoea kuongo. Yaani kiukweli kwa simu yangu ipo kwa fundi na huenda hata leo utaenda kuchukua. Kwa hiyo kuanzia kesho kushukuru naweza kaa hewani. Sikiliza nikwambie, mimi najua una simu. Sawa, na nimekuletea hii simu ili tuwasiliane. Sitaki vitu vya vingi sana. Umo kwenye simu kuna namba yangu, kuna pocket money pia nimekuwekea. Kwenye message kuna namba asili nimekuwekea. Kwa hiyo nataka tuwasiliane. Pia nimeomba Chelsea nilete hapa. Yeah, dadi. Dadi wewe kusema simu iko kwa fundi. Simu gani iliyopo kwa fundi ndugu yangu? Baba, acha maisha mzazi. Maisha gani tunayoishi hapa? Mtoto kajitoa mwenyewe alikotoka. Ni mapenzi ya dhati kayaonyesha kwako wewe. Nini sasa mzazi? Nisikize Mima. Hivi vitu unavyonipa mimi sivipendi. Alafu hata mazingira unasema ni mabaya, kwangu ni mazuri sana. Yaani najua kabisa unafanya vyote kwa ajili ya kudumisha mapenzi yako. Alafu mimi mwenzio sikupendi hata kidogo. Yaani kwenye moyo wangu hauna hata chembe yani kusema labda nakupenda. Oa, mchukue mwenzio, ondoka naye. Na kama hiyo simu unaitaka, basi wewe nenda nayo mshikaji wangu. Hamna shida dadi, mimi nimekuelewa. Kila kitu kipo kwenye simu. Pia mazingira unaishi sijayapenda dadi. Gari yangu inaharibika, unajua kunifaili sana. Kwa hiyo kila kitu kipo kwenye simu. Utanitafuta. Dadi. Haya wewe mwanamke gani wewe anayekusumbua kimapenzi? Unaacha dodo kwenye papai. Hili ni dodo filimbi bro, dodo hili. Mtoto si wa kidigo ule, si mtoto wa wapi? iPhone baba, haiwezekani baba, mnipishe. Hebu nipishe bwana wewe. Wewe. Hebu niache bwana. Wewe Chelsea. Mbona unazungumza mshikaji wangu? Sasa ndio nini unachokifanya? Dadi, kuna vitu vingine vya kufikiria mzee. Maisha gani tunayaishi? Umepata mtu akishua, simu 10 na ngapi hiyo kaleta. Bado tuna pocket money tunawekewa. Hii nyumba gani sasa tunakaa ndugu yangu? Vitu vingine vya kujiongeza baba. Siku hizo mjini tunatembea kitonga slope down. Ukipata mchumba na kuzingatia na unajizingatia vile vile. Si umeelewa? Si unapata mchumba na kuzingatia ambaye ndugu yangu unaita mambo mengi ambayo hayana maana. Unajua nini nikwambie kitu? Kuna wakati mwingine mtu ukiwa mpendi, mwambie kweli umpendi. Kuliko kwa kuepuka kuchukua vitu, mwisho wa siku utakuwa na madhara. Atakuwa anakupenda kweli afu mwisho wa siku utakuwa unamuumiza pasipo sababu za msingi. Sasa kwa nini muumize? Simpendi. Nisikilize mwanangu dadi. Ishi mjini. Si umeelewa? Wewe umeshaumizwa na watu wangapi dadi? Watu wangapi wamekuumiza katika maisha? Leo unakuja kuangalia mtoto mchumba ule pale, mtoto akishua afu dakika za mwisho ataka kupiga fuko la hela. Teke. Wewe vipi mwanangu? Maisha gani sasa tunaishi mwanangu? Mlo wenyewe tunakula mara moja kwa siku. Mtoto mwenyewe kajichanganya, atulisha, atuvisha. Wewe. Dadi, hiyo hela mangu tugawane. Hela hiyo nimesikia kabisa imeshaingia hapo, siku na message, siku na nini, tugawane baba. Sikia mwanangu, natoka narudi. Sio umeelewa? Sema nini mwanangu? Angalia mwanangu, utauponza. Na hata uponze moyo kuliko kuponza vitu vingine. Muda ni akili afa mshamisha. Mrembo, mambo? Poa. Mimi unapendeza sana mrembo. Mimi nakuona kila siku napita hapa, sijui kama unaendea kwa wapi. Mimi naomba unipatie nafasi. Hata kidogo tu, dakika chache tu. Na mambo mawili tu ya kukwambia. Kama utajala lakini nakuomba mrembo. Nisikilize kaka, tena nisikize utimama makini kabisa. Yaani mimi kutaka kuongea na mimi kama unavyoniona. Dakika moja tu. Tena dakika mbali, sekunde moja tu buku. Hiyo dakika ni 10,000 na sijui kama unayo hapo baba yangu. Yaani kwa jinsi ninavyokuona, hapa ulipo huna hata 100. Na kingine ambacho hujakijua, mtaa mzima, umeona mtaa wote huu? Mimi ndo Amina, tena kaya Amina Bonge, mtu ndo mwili wake mjini. Yaani hamna mwanaume yote ambaye anaweza kanimiliki mimi kwa sababu pesa zangu mimi ni ndefu. Si unaelewa? Pesa ni mambo madogo, wala siwazi. Na kutosha mimi siku Mtanzania. Unaelewa? Mimi sipo Mtanzania. Tanzania nikuja kitambo tu, nikuja kutafuta maisha. Mbona mambo madogo tu? Mimi nataka nibadilishe maisha yako. Unisikilize basi. Kwanza unajua mimi unanipigia tataila nyingi za sijui Bakongo, badani, baba. Unanchosha. Masikio yangu yananiuma. Cha kufanya, wewe kama una 10,000 tu nipe. Mbona 10,000 hela ndogo sana bwana? Acha nikupe kitu bwana. Mbona 10,000 hela ndogo sana? Mama.
Nina hizo hapo. Niko change fulani hivi. Ha? Nipe, ya atanisaidia ya. Nitakusaidia. Ukitaka nyingine mimi nitakupa, ila ni mambo madogo kwangu. Yeah, of course mimi natumia madola sana. Na situmia hiyo mashilingi zenu kama shilingi, sisi tunataka kwetu mafra. Unaelewa? Sasa asante sana kwa ushirikiano. Sasa sikia kwanza basi. Mbona unaenda hivi chapu chapu? Usinisikilize basi mtoto mzuri, wewe vipi wewe? Time baba, yani muone nyolo unipa hii. Ni mdogo unisimamisha hapa sababu sijaona chochote chonifanyia. Subiri bwana, mimi nakupenda sana. Bwana wewe. Unatamani kuona wewe asubuhi mchana jioni. Umenifanya niwe na wewe pengine misioni. Unaponikamata sogopi shida kwenye raha nipo. Kaka shikamo. Ulikuwa wapi? Mimi nimetoka kule kwa Mwajuma kumpelekea daftari alafu nikaleta na begi nyumbani. Ulienda kumpelekea daftari, si ndio? Unaona nifanya mimi mtoto mdogo Na wakati huyo Mariamu unayemzungumzia wewe alikuja nyumbani akaniambia kwamba wazazi wanahitajika shuleni. Sasa wewe unamzungumzia Mariamu yupi yani? Kaka, mimi nimeenda shule wallahi, mimi naapia wallahi katika Mungu wangu ya Kihindi ya Kichina. Yote mimi nimeapia kaka, nimeenda shule. Amina nakuita mara 3. Hivi unanionaje mimi? Unachukuliaje mimi? Unaona mimi zezeta fala au unaona mimi sina akili? Napambana kwa ajili yako. Napewa misaada mingi. Nashindwa kuitendea haki kwangu mimi, naitendea haki kwako ili usome. Afu unaniletea upumbavu. Unadanganya kabisa, unaniambia kwamba ulikuwa kwa Mariamu. Mariamu huu? Wewe. Mimi sio pumbavu kiasi hicho. Umenielewa? Sasa niambie ukweli. Ulikuwa wapi? Kaka, mimi nilikuwa pale kwa Mariamu, nimeenda tu kumpelekea tu daftari mimi kweli. Ulikuwa kwa Mariamu Sasa katika huu mtaa sio nakuitaga Amina Kibonge. Amina Kibonge na wakati wewe mwembamba, si ndio unawatekenya yani unawatikisa, si ndio? Watu unawatikisa na unataka kunitikisa na mimi, si ndio hivyo? Sawa. Basi acha mimi na wewe tukatikisane nyumbani. Pita. Dada, vipi? Mbona unaonekana biasharani mwenzangu, vipi? Safi shoga yangu. Ila kwenye biashara sasa hivi inabidi tu ni stop kwa sababu na jambo linanisumbua sana yani. Kwa hiyo inabidi nikae karibu kidogo na mdogo wangu. Maana ana changamoto. Mambo gani anakufanya uje kwenye biashara ndugu yangu? Yaani mdogo wangu Anifa ana mwanaume wake. Huyo mwanaume wake ana mwanamke mwingine ambaye anamtishia sana Anifa. Huyo dada ana sasampa. Mafros. Sasa kwa hiyo ni anamtishia Anifa mambo mengi. Umeona? Kwa Anifa ni kila muda ni kulia. Kwa hiyo inabidi kama dada, inabidi nikae karibu na mdogo wangu. Umeona? Ila ndugu yangu, huyo dadi alikuja juzi hapa. Nilimchefua. Nilimwambia baba laza kiatu. Simpendi. Awe akupenda nani? Akutaka nani? Kwa muri gani ule ukopo nao? Paka mimi au dadi hapa baike na wewe. Wewe mwanamke gani ambaye usitambua? Akutaka dadi niache bana. Usinifinye bana. Huko joka kasha tukana ujue. Hawezi kutoka kama si atupendi. Na haribu kitu gani dadi hata kunilia mapenzi dadi? Wewe umekuja tena? Dadi msema tusi yake. Unajua ndio mwanamke pekee ambaye anakaa kwa Dar es Salaam na wako Costa.Ganisha na mzee. Kuhusu wazee gani bwana, mtoto mwenyewe anaheshima bwana. Hawezi kuna baby kauli kama hiyo kama si atupende hapo na ukanifika. Samani dada, unajua mimi. Samani ya nini dadi? Usipende kujishusha katika mapenzi. Hauwezi kuenda dharau kama hizi bwana. Alafu wewe na hivyo vinywele vyako vifupi kama tambi za jiko, naomba unisikilize. Upo kwenye himaya yangu. Hizo tantalala zako uko? Unasema mnenye kama tambi za jiko? Ina maana paka sasa hivi bado hujitizama. Wewe si ndio mwanamke pekee yule kwa salamu yako ile posta. Dadi niache. Hawezi kunitukana mimi mwanamke kama huyu wewe. Mimi naitwa Gentleman, naitwa Chelsea Media. Wewe naona wewe hunijui wewe.
Dadi, mwite nifa nondoke bana, achana huyu bana, tukunyema na kazi gani bana?